Na ule aliyetafasiri akasema okay, kuanguka kwa hiyo hema maana yake ni upanga wa Gideoni unaenda kuangusha Washami. Kwa hiyo hapa tulipo sio pema. Na Gideon alipoisikia hivyo akasujudu, akamshukuru Mungu, anaenda kuambia wanajeshi kwamba jamani, ainukeni twendeni, maana Mungu ameshawatia wale watu mikononi mwenu. Dream, ndoto. Unapoota ndoto unachukua hatua gani? Kuna vitu baadhi ambavyo tumeongelea leo. Kuna vitu ambavyo tumezungumzia leo. Kuna vitu vingine vinafaa watumishi zaidi ambavyo viko very deep, lakini tunaongelea vitu ambavyo viko wazi, ambapo watu wengi wanaviona. Anajiona amevaa ndala, maana yake ndala zingine, ndala sio kwenda ofisini. Mara nyingi ndala ni za kwenda kuogea. Kwa ukiona umevaa vitu vya hivyo, maana yake Mungu anaweza kuwa anazungumza habari ya deliverance, habari ya utakaso. Utakaso. Umeona umevaa vitu vya namna hiyo. Kwa umeona nini wewe ambacho haukukielewa? Umeona nini ambacho kikakuchanganya? Au umeona nini ambacho unataka kujua katika hiki nilichokiona Mungu amesema nini? Kwa sababu Mungu husema katika ndoto na katika maono. Na kuombea, kuna wengine huwa hawaoti ndoto, wanasema Mungu, wewe ambaye haoti ndoto, baada ya leo uanze kuota ndoto. Baada ya leo uanze kuota katika jina la Yesu. Jarishi ni nini unakiona? Kuna wengine wanaona wamepewa funguo au wameshika funguo au wamepoteza funguo. Funguo zina maana katika ulimwengu wa roho. Kuna watu wanaota ndoto wamebeba mayai au wanapewa mayai au wameokota mayai. Kesho tutaendelea kujifunza kwa habari ya funguo. When you saw yourself having a keys or eggs, whatever. Kesho tutaanzia kwenye habari ya ndoto zinazohusu funguo. Mayai na vitu vingine. Njoo na ndoto yako siku ya kesho, tutaitafasiri. Mungu akupe maono, Mungu akupe mafunuo. Asikufiche kitu, maana amesema hatafanya jambo lolote bila kuwajulisha watumishi wake walio manabii siri yake. Mungu akubariki. Ninatamka neema ya Mungu katika maisha yako. Usiku wa leo maono yakaongezeke, lakini zaidi yote karama ya kupambanua roho ikawe juu yako, ili unapoona ukajue kutofautisha kati ya maono ya kimungu, kati ya maono yanayotokana na nafsi yako, na kati ya maono ambayo adui anayaleta kwako. Mungu akusaidie katika jina la Yesu aliye hai. Neema ya Mungu ikawe pamoja nawe. I bless you by the grace of God. Mungu wabariki wanao, wainue, ukawatumie kwa viwango vikubwa watumishi wako. Ukaseme nao wafanya biashara, zungumza na wote wanaonisikiliza. Ninawaombea leo. Kuna watu wanasema walikuwa wanaota ndoto ambazo zina matumaini lakini mambo yao hayaendi. I declare wherever you are, kwa yoyote ambaye anakuwa anaota ndoto za matumaini na matumaini hayatokei, na jambo hilo limekuwa kwa muda mrefu, na si kusudi la Mungu wao kuendelea kungojea namna hiyo. Kusudi la Mungu ni wao wameshakipata kile kitu. Baba, yoyote ambaye anapita kwenye hali ambayo si makusudio yako, ninaamuru akavuke sasa katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ikamvushe katika hali hiyo. Na yakiwa ni mapenzi yako Baba, mpe nguvu ya kuvuka. Mpe nguvu ya kushinda. Ulimtia nguvu Yesu alipokuwa anauendea msalaba. Watie nguvu wanao. Yoyote anayepita katika changamoto ambayo sio mpango wako, mtu huyo apite katika changamoto hiyo. I pray, ninaomba sahi kwamba Mungu ukamvushe mtu huyo kwa uwezo